السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، tunatanguliza kumuhimidi na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Sala na salamu zimwendee Mtume Muhammad, yeye na ahli zake na sahaba zake na wote ambao watakaofuatana na mwenendo wake hadi siku ya mwisho. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tu miongoni mwao. Na ndugu zangu, tunaanza rasmi ad-darsu sadisu, darsa la 6 katika kitabu durusu lughati al-arabiyya li ghairi an-natiqina biha pamoja na sharhi yake. Sasa hapa kwenye darsa la 6 hakutokuwepo na mengi sana, isipokuwa pointi muhimu sana ambazo zenye zipo hapa. Kuna ismu al-ishara hadhihi, ambapo huko nyuma tulikuwa tumeshasoma hadha na hapa tunasoma hadhihi. Tunataka tujue hadhihi, tutazame kwanza taarifu yake, tujue hadhihi ni nini. Kisha baada ya hadhihi tutakuja kuona aljumlatul ismiya ambayo nayo pia tutaigusia kidogo. Hadhihi ni ismu ishara, yani ni kama hadha yenyewe ni ismu ishara, ni jina la kuashiria. Na pia vile vile hadhihi ni ismu isharatin lilmufradil muannathil qaribi alaqili wa ghayri alaqili. Hadhihi inaashiria kitu ambacho kiko kwenye mufrad, kwa maana kimoja, almuannath ambacho kiko kwenye upande kwenye jinsia ya muannath, hakika si mudhakkar, ni muannath. Na hapa ndipo sehemu ambapo kuna utofauti. Hapa ndipo sehemu ambapo kuna utofauti baina ya hadha na hadhihi, kwa sababu hadha inaashiria karibu na hadhihi pia inaashiria karibu. Lakini utofauti uliopo baina ya hadha na hadhihi ni kuwa hadha yenyewe inaashiria kwenye mudhakkar na hadhihi inaashiria muannath. Ndio penye pako utofauti hapo. Hadha inaashiria mudhakkar na hadhihi inaashiria muannath. Na wasema muannath alqaribi alaqili wa ghairi alaqili. Sawa? Ambacho kiko karibu, kitu ambacho ni kimoja cha muannath ambacho kiko karibu, al-aqil ni akili wa ghairi al-aqil na kisichokuwa na akili. Yani maana inaashiria mtu na kitu, yaweza kutumia kwenye kuashiria kitu au kwenye kuashiria mtu, vyote vinaweza vikatumika. Sasa hiyo ni taarifu yake tumeshaipata, ambapo tunakuja kuona ya kuwa hadha na hadhihi ni vitu ambavyo vyote vinaashiria kitu kimoja ambacho kipo karibu, chenye akili na kisichokuwa na akili. Utofauti uko wapi? Utofauti uko kuwa hadha ni lilmudhakkari kisha hadhihi ni lilmuannathi. Ndio penye panakuja utofauti. Hadha inaashiria mudhakkar na hadhihi inaashiria muannath. Utofauti unasimamia hapo. Naam. Tayib, tunakuja kwenye matnu, tunakuja kuona mifano ambayo walikwenda wanatuletea. Hadhihi hadha ibn Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Huyu ni mtoto wa Hamid, lakini mtoto wa kiume, ibnu, ambalo neno hilo kwa mtoto wa kike tunasema bintu. Sawa. Hadha ibn Hamidin, huyu ni mtoto wa Hamid. Sawa. Na wa hadhihi bintu Yasir, na huyu ni binti wa Yasir. Unaona hapa ibnu kwa sababu ni mudhakkar imeashiriwa kwa hadha, lakini bintu kwa sababu ni muannath imeashiriwa kwa kutumia hadhihi. Hasa utofauti mnauona hapa. Na hizo zote zinaashiria kitu ambacho kilichopo karibu. Inawezekana ikawa ni mtu au ikawa kitu. Sawa? Ibn Hamidin jalisun, mtoto wa Hamid amekaa. Wa bintu Yasirin waqifatun,
na binti wa Yasir amesimama. Unaona hapa Ibn Hamid, mtoto wa Hamid au kijana wake, kijana wa Hamid jalis, amekaa na binti wa Yasir amesimama. Ukitazama hapa kwenye wa bintu Yasir waqifatun, unaona hapa kuna taa marbuta ambayo iko hapa mwisho kwa sababu ni muannathi. Sawa, waqifatun, aliyesimama ni nani? Ni bintu Yasir, kwa hiyo inakuwa iko kwenye upande wa muannath. Lau ingelikuwa ni mudhakkar tungesema waqifun, hii taa marbuta haingekuwepo. Sawa, kwa hiyo inakuwa waqifatun kwa sababu ni muannath. Ingelikuwa ni mudhakkar ingekuwa ni waqifun. Tayib, kama jinsi ilivyokuwa hapa kwa Ibn Hamid walisema jalisun, amekaa. Ingekuwa ni mwanamke tungesema jalisatun, amekaa. Sawa. Man hadhihi, huyu ni nani? Man hadhihi, huyu ni nani? Man hadhihi, huyu ni nani? Kwa hiyo ukitazama hii hadhihi imeashiria aliyepo karibu. Sawa, tena pia vile vile ambaye yuko kwenye upande wa muannath, sio mudhakkar, muannath. Man hadhi, kwa mfano labda mtu anaweza kuwa unamuona mwanamke, sawa, ukauliza man hadhihi kwa kutumikisha man, kama inavyofahamika kuwa man ni ismu istifhami lil aqil, ndio jina ambalo linatumiwa kuulizia chenye akili. Kwa hiyo na mtu pia anaulizwa kwa kutumia nini? Kwa kutumia man. Sawa, kwa sababu man hadhihi bimaana maana yake huyu ni nani, lakini huyo ambaye anayeashiriwa ni muannath, ni mwanamke. Sawa, niko kwenye upande wa muannath, na ndio maana tumika hadhihi. Man hadhihi, huyu ni nani? Jibu ya kuwa hadhihi ukhtul muhandisi, huyu ni dada wa injinia. Huyu ni dada wa injinia. Almuhandisu ni injinia. Sawa, ukhtul muhandisi ni dada wa injinia. Ahiya aidan muhandisatun, mwenye kuuliza anauliza tena ahiya aidan muhandisatun, je na yeye pia ni injinia? Huyo ukhtul muhandisi naye pia ni injinia. Kwa sababu gani imekuja muhandisatun? Ahiya aidan muhandisatun, kwa sababu anayeulizwa kuhusu uhandisi wake au uinjinia wake, anayeuliziwa kuhusu uinjinia wake ni nani? Ni ukhtul muhandisi, ni ule dada wa muhandis, dada wa injinia. Sawa, kwa hiyo ahiya aidan muhandisatun, je naye pia, bimaana ule dada wa injinia naye pia ni injinia. Sawa, ndio maana imekuja muhandisatun. Jibu akajibu la, hapana, hiya tabibatun, yeye ni daktari. Ingekuwa ni mudhakkar hatungetumia hiya, tungetumia huwa, lakini kwa sababu ni ukhtul muhandisi ambaye ndio tuko tunamzungumzia hapa, ambaye yuko kwenye upande wa muannath, kwa sababu ni muannath tutasema hiya. Sawa, la hiya tabibatun, hapana, yeye ni daktari, lakini daktari wa kike. Tabibatun. Sayyaratu man hadhihi, hili ni gari la nani? Na kama tulivyokuwa tunajua kuwa tulisoma idafa. Sawa, sayyaratu Abbasin au hadhihi sayyaratu Abbasin, hii ni gari, hili ni gari la Abbas. Sasa mimi ambaye mwenye nazungumza na ninayejua kuwa hili gari ni la Abbas, ndio hiyo idafa nitaikamilisha kwa kumtaja mwenye gari. Sawa, ni kwa kumtaja mwenye gari nitazungumza moja kwa moja, lakini kwa yule asiyemjua ambaye anataka kuuliza gari ni la nani au hili gari ni la nani, anayetaka kuuliza sasa atafanyeje?
atachukua sehemu pale ambapo pangekwenda jina la mwenye gari, panakwenda ismu istifhami ya kuulizia. Sawa, sayyaratu Abbas. Haya, mimi Abbas simjui, nataka niulize mwenye gari. Gari naliona, nataka niulize mwenye gari. Sawa, wewe utauliza sayyaratu man? Sayyara, kwanza sayyaratu Abbas, gari la Abbas. Lakini sana tunakuja sayyaratu man, gari la nani? Man tunajua inaulizia mtu nani. Sawa, sayyaratu man hadhihi, je hili ni gari la nani? Sayyaratu man hadhihi, hili ni gari la nani? Sawa, ndio maana yake, hili ni gari la nani? Sayyaratu man hadhihi, hili ni gari la nani? Imetumiwa ishara ya hadhihi kwa sababu sayyaratun ni muannath, ndio maana inaashiriwa kwa hadhihi. Jibu, hadhihi sayyaratul mudiri, hili ni gari la mudir, mwalimu mkuu, headmaster. Hapa kwenye picha pia wametuletea pasi. Mwenye kuuliza anauliza ma hadhihi, ma hadhihi, hiki ni kitu gani? Mnaona hapa imetumika man, imetumika ma, afwan, tayeb, imetumika ma kwa sababu kinachoulizwa ni kitu, na hii ma ni ismu istifhamin li ghairi al-aqili, li ghairi al-aqili, ni jina la kuulizia kisichokuwa na akili, yani maana kitu au vitu. Sawa, ma hadhihi, hiki ni kitu gani? Hadhihi mikwatun, hii ni pasi. Mikwatun maana yake ni pasi, kama mnavyoona hata hapa wamechora pasi hapa. Sawa, hadhihi mikwatun, hii ni pasi. Liman hadhihi, hii ni ya nani? Hadhihi li Khalidin. Mnaona hapa kuna begi, na begi jina lake ni haqibatun. Haqibatun ni jina ambalo ni la muannath, sio la mudhakkar, ni la muannath, na ndio maana liman hadhihi, hii ni ya nani? Sawa, hii lamu hapa ni lamu ambayo tunaita lamu milki, lamu ya umiliki, kwa sababu kwenye masala tumesoma idafa. Kwenye masala idafa inakuwa inaonyesha kitu ambacho kinaegamishwa kwa mtu au ni cha mtu. Sawa, na pia vile vile na hii lamu milki nayo pia huwa inaleta maana hiyo. Ukisema unasema hadhihi sayyaratu Abbas, hili ni gari la Abbas. Sawa, na ukasema hadhihi sayyaratu, hili gari li Abbasin, maana ni la Abbas, inatumika lamu milki, ndio inafanya kazi hapo. Sawa, sasa swali limeulizwa liman hadhihi, hiki ni cha nani au hii ni ya nani? Hadhihi li Khalidin, hii ni ya Khalid. Hadhihi madha? Alhaqiba. Sawa, hadhihi inakusudiwa nini? Hii haqiba ambayo iko hapa, alhaqibatu. Hadhihi li Khalidin, hii ni ya Khalid. Adarajatu Anas hadhihi, je hii ni baiskeli ya Anas? Je hii ni baiskeli ya Anas? Darajatun maana yake baiskeli. Sawa, je hii ni baiskeli ya Anas? La, hapana. Hadhihi darajatu Ammar, hii ni baiskeli ya Ammar. Hadhihi jadidatun, hii ya Ammar hii ni mpya. Wa darajatu Anasin qadimatun, na baiskeli ya Anas yenyewe ni ya zamani, si mpya. Sawa, unaona hapa hii nani, hii ya jadid na qadim zimeongezewa ta marubuta, kwa sababu vinavyopewa au vinavyozungumzwa upya wake au uzamani wake ni maneno ambayo yapo kwenye muannath, ambayo ni daraja, ni muannath. Kwa hiyo inakuja ta marbuta lidalalati ala ta'nith, kwa kuonyesha kuwa kinachokusudiwa hapa ni muannath. Sawa, kwa hiyo hadhihi darajatu Ammar, hadhihi jadidatun, hii ni mpya. Ingekuwa ni baitun, ingekuwa ni neno ambalo lilikuwa hapo ni baitun, ni nyumba, na neno baitun sio la muannath, ni la mudhakkar. Ingekuwa ni baitun tungefanyaje? Tungesema jadidatun? La, hatungesema jadidatun, bali tungesema jadidun. Tungesema jadidun.
Sawa. Na hapa kwenye qadimatun hatungesema qadimatun, tungesema qadimun kwa sababu ni bait. Baitun qadimun, baitun jadidun. Sawa. Lakini kwa sababu hii darajatun sio neno ambalo ni la mudhakkar, ni la muannath, mubasharatan inakuwa jadidatun, na inatumika huko kwenye qadim, inatumika qadimatun kwa sababu ni muannath. Hadhihi sa'atu Ali, hii ni saa ya Ali, hii ni saa ya Ali. Hiya jamilatun jidda, hiya jamilatun jiddan, ni nzuri sana. Jiddan maana yake sana, ni nzuri sana. Hiya jamilatun jiddan, ni nzuri sana. Haya, ingekuwa sio saa tungesema nini? Ingekuwa sio saa pakaja neno ambalo ni la mudhakkar, sio la muannath, kwa sababu saa ni muannath, ndio maana tumesema jamilatun. Ingekuwa sio saa, tuseme kwa mfano ni qalamun, sawa, alqalamu ni mudhakkar, sawa, tungesema jamilun, kwa sababu ni neno ambalo jina ambalo liko kwenye mudhakkar. Nasema hadha qalamu aliyun, ya qalamu aliyin, hii ni kalamu ya Ali. Huwa jamilun jiddan, hii kalamu ni nzuri. Na hapo kwenye hii itafika badilika ifike na kuwa huwa, kwa sababu ni mudhakkar, sawa. Huwa jamilun jiddan, ni nzuri sana. Lakini maadamu ni saa tunasema hiya jamilatun jiddan. Naam. Hadhihi mil'aqatun, hiki ni kijiko. Wa hadhihi qidrun, na hiki ni chungu. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun, hiki ni kijiko na hiki ni chungu. Almil'aqatu fil qidri, kijiko kipo kwenye chungu. Neno qidrun ni neno ambalo tunaona halina ta'u marbuta, ambayo ni alamatun min alamati almuannath, ni mojawapo, ni alama tena katika alama kubwa kubwa za muannath, ambayo ni at-ta'u marbuta. Hii taa ya mviringo ni moja katika alama kubwa za muannath za kuonyesha kuwa neno au jina lipo kwenye muannath. Lakini kuna wakati neno linaweza likawa na ta'u marbuta, ta'u ya mviringo, na likawa sio la muannath. Ni hapo zinakuwa ni sababu zingine, ni kanuni zingine ambazo ni exceptionnel, ambazo zinakuwa zenye zipo na sio zile kanuni za msingi, yaani kanuni za kando ambazo zinaweza zikatokea, inakuwa ni nadra kwenye baadhi ya maneno. Lakini kwenye kila kanuni panakuwa kwa ile kanuni ya asili na panakuwa kwa ile kanuni ya kando ambayo inakuwa inaweza ikatokea kwenye baadhi ya maneno, sawa. Kwa hiyo pia vile vile kama ilivyokuwa kuna baadhi ya maneno inaweza ikatokea yakawa yako na at-ta'ul marbuta, ile taa ya mviringo, na tukawa hatuyahesabu kuwa ni ya muannath. Pia vile vile kuna maneno mengine ambayo hayana ile at-ta'ul marbuta, ambayo ni ta'u ya mviringo, ambayo hayana ile taa lakini ni ya muannath. Mfano kama qidrun. Qidrun mnaona hapo tumeashiria kwa hadhihi, mubasharatan, hapo tunaona ya kuwa qidrun ni muannath. Na hilo inabidi unalichukulia hivyo. Hilo inabidi unalichukulia hivyo. Yaani maana weka kwenye akili yako ya kuwa neno qidrun ni neno ambalo ni la muannath. Hilo ukaenalo. Naam. Hadhihi baqaratul fallahi, hii ni ng'ombe ya mkulima. Hii ni ng'ombe ya mkulima. Hadhihi baqaratul fallahi, hii ni ng'ombe ya mkulima. Hadha anfun, hii ni pua. Wa hadha famun, na huu ni mdomo, sawa. Hadha anfun, pua. Wa hadha famun, sawa. Na pia vile vile kuna neno ambalo linaitwa shafatun. Shafatun ni hizi kwa Kifaransa wasemaga lèvre, panakuwa pako ya juu na ya chini, sawa.
tunaposema famun tunakuwa tunakusudia hii sehemu yote, sawa, lakini tukisema shafatun tunakuwa tumekusudia hii ambayo tunaita lips hii hapa, ambapo panakuaga ashafatu al-ulya wa shafatu as-sufla. Panakuwa kuna mdomo wa juu na mdomo wa chini, ashafatu al-ulya wa shafatu as-sufla, ambapo ni mdomo wa chini, sawa. Kwa hiyo tunapozungumzia hadha famun tunakuwa tunakusudia hii sehemu ya kinywa, hii sehemu hii, sawa. Lakini tukisema shafatun tunakuwa tumekusudia, unaona mtu anakuwa kuna midomo miwili, anakuwa na mdomo wa juu na mdomo wa chini. Tukisema shafatun tunakuwa tumekusudia mdomo, sawa. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya kuwa mwanadamu tulimjalia ulimi na midomo hii miwili, walisana wa shafatayn, na tukamjalia mwanadamu ulimi moja wa lisana wa shafatayn, na midomo miwili, ashafatul ulya wa shafatu asufla, mdomo wa juu na mdomo wa chini, sawa. Tayeb, ama ukisema famu ndio ile tunakuwa mtu anakuwa anakusudia labda hii sehemu yote, sawa. Unakuwa unakusudia midomo yote kwa ujumla, kinywa nini, unasema famu, sawa. Hadhihi udhunun, hili ni sikio. Ukitazama udhunun haina alama ya kutuashiria kuwa neno udhunun ni la muannath, hakuna alama. Na alama kubwa ambayo yenye tumeshasoma ni at-ta'ul marbuta, ta'u ya mviringo, sawa. Lakini hili neno udhunun limeashiriwa kwa kutumia hadhihi, ismul ishara ambayo ni hadhihi. Na hii hadhihi tunajua kuwa inaashiria muannathi, na hii udhunun tunaona haina alama ya muannathi. Inakuwaje? Hapa kanuni tunajua kwenye viungo vya mwili, mnaona hapa wameleta majina ya viungo, baadhi ya viungo vya mwili. Kanuni ambayo huwa inatumika kwenye viungo vya mwili, vile viungo vyote ambavyo ni viwili huwa inakuwaga kimoja chake muannath. Bi maana hata ukiashiria utaashiria kwa kutumia hadhihi. Vile viungo ambavyo ni viwili vinakuwaga ni muannath, kwa sababu hata ishara yake sasa ikija inakuja ikiwa ni ya muannath. Mfano hapa tumesoma udhunun. Udhunun ni sikio. Masikio yanakuwaga mangapi? Mtu anakuwa na masikio mangapi? Mtu anakuwa na masikio haya mawili. Kwa hiyo maadamu ni viungo vya ambavyo vinakuwa viwili, tukisema udhunun tutaashiria kwa kutumia hadhi. Tutatumia hadha, tutatumia hadhihi ambayo ni ya muannath. Kila ambavyo viungo vinakuwa ni viwili basi inakuwa ni muannath. Kama vile mikono ni miwili. Yadun ni mkono ambao tutakuja kusoma hapa, sawa. Tukitaka kusema tukaashiria huu ni mkono, tutasema hadhihi yadun, huu ni mkono, tutasema huu ni mkono. Tunatumia hadhihi ya muannath, ishara ya muannath. Kwa sababu gani? Kwa sababu mikono inakuwa ni miwili. Kwenye viungo vya mwili kanuni ambayo inayotumika ni kuwa viungo ambavyo ni viwili kwenye mwili basi inakuwa ni muannath, sawa. Kwa hiyo tunasema tukitaka kuashiria mkono na mikono inakuwa miwili, tofauti tunasema hadhihi yadun, huu ni mkono, wa hadhihi rijlun, na huu ni mguu, na huu ni mguu, sawa. Tunamalizia kwanza hapa juu hapa, nilikuwa sijamaliza, subhanallah, la usamahtum. Hadhihi udhunun, hili ni sikio, wa hadhihi ainun, na hili ni jicho. Kanuni ni ile viungo vya mwanadamu vya mwili ambavyo ni viwili basi inakuwa ni muannath. Macho yanakuwa mangapi? Macho yanakuwa mawili. Kwa hiyo tukiashiria jicho tutasema aje? Hadhihi, sawa. Na hapa chini pia vile vile wa hadhihi yadun, na huu ni mkono, wa hadhihi rijlun, na huu ni mguu. Hizi zote zimeashiriwa hadhihi, ishara ya ambayo ni ishara ya muannath, pamoja na kuwa ni maneno ambayo hayana alama ya muannath, lakini ishara imeashiriwa ya muannath kwa sababu viungo hivi ni viungo ambavyo kwenye mwili ni viwili na vinafaa vinakuwa muannath. Ndio kanuni inasema hivyo. Naam, kabla hatujasoma tamarin, hatujatazama tamarin kidogo, tunatazama kwanza, tunakuja kusoma kwenye sharh.
Sharhu wameleta taarifu ya hadhihi ambayo tulisoma huko mwanzo, ambayo inasema hadhihi ni ismu isharatin lilmufrad almuannath alqaribi alaqili wa ghairi alaqili, ni jina la kuashiria kitu ambacho kiko kwenye mufrad chenye kipo karibu cha muannath, sawa, alaqil wa ghairi alaqil, bimaana hadhihi inaashiria kitu na mtu vyote, sawa. Na hapo wametuletea mifano upande huu wa alaqil na upande huu wa ghairi alaqil. Al-aqil, hadhihi Khadijatu, huyu ni nani? Ni Khadija. Huyu ni Khadija. Hadhihi imetumika hadhihi kwa kuashiria Khadija, na hii mifano ni ya al-aqil. Tukisema Khadija, huyu ni Khadija, ni mtu huyo tumeashiria mubasharatan, inakuwa ni al-aqil. Hadhihi bintun, huyu ni binti. Hadhihi bintun, huyu ni binti. Hadhihi ukhtul muhandisi, huyu ni dada wa injinia. Sasa utazama hii Khadija bintu ukhtul muhandisi, zote hapa ni al-aqil. Na tunakuja upande wa pili wa ghairul aqili. Hadhihi sayyaratun, hili ni gari. Hadhihi mikwatun, hii ni basi. Hadhihi darajatu Anasin, hii ni baiskeli ya Anas. Tayib, wanatuambia amthilatun ukhra, mifano mingine. Amthilatun ukhra, maana mifano mingine. Hadhihi udhunun, hili ni sikio. Wa hadhihi ainun, na hili ni jicho. Hadhihi yadun wa hadhihi rijlun, huu ni mkono na huu ni mguu. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun, hiki ni kijiko na hiki ni chungu. Hapa wasema hadhihi anfun, hili ni pua. Wa hadhihi famun, na huu ni mdomo au na hiki ni kinywa. Lakini sasa hapo panakuja kosa. Unaona wameweka kijialama cha kosa. Kwa sababu gani? Hii anfun ni pua, sawa, haina alama ya muannath, na pia vile vile sio hata kiungo ambacho ni viwili kwenye viungo vya mtu, hapana, sawa. Tunasema hadha anfun, hili ni pua. Na famun pia vile vile tunapaswa kusema wa hadha famun, na huu ni mdomo, sawa. Hadha anfun wa hadha famun, ndio tunapaswa isemwe hivyo kama jinsi walivyosahihisha hapa na kuweka alama ya usahihi. Naam. Thumma baada dhalika, kwenye sharh wametuletea aljumlatul ismiya. Aljumlatul ismiya, aljumlatul ismiya ni jumla ya namna gani? Wanatuambia kuwa aljumlatul ismiyatu tatakawanu min kalimataini, ni jumla ambayo inatengenezwa au inajengeka kutokamana na maneno mangapi? Mawili. Tufidani ma'nan tamman mufida, ambayo maneno hayo mawili yanafiidisha maana iliyotimia tena yenye faida, yenye kueleweka, sawa. Na pia vile vile kwa nani hii nyingine tunaweza tukasema ya kuwa aljumlatul ismiya hiya allati tabda'u bilismi, ni jumla ambayo inaanza kwa jina, ni jumla ambayo inaanza mwanzo wake kuna nini? Kuna jina. Wa tatakawanu min mubtada'in wa khabarin, na inajengeka kwa mubtada'un pamoja na nini? Na khabar. Inajengeka kwa mubtada'un pamoja na khabar. Inaitwa mubtada'un ni lile neno ambalo litakuwa lile jina ambalo ni mtu atakuwa ameanza nalo jumla. Kwa hiyo kuna jumla ambayo unakutanaga inaanza na kitendo, na kuna jumla ambayo inakutanaga inaanza na jina. Sasa jumla ambayo inaanza na jina ndio hii tunaisema ya kuwa ni aljumlatul ismiya, ni jumla ambayo ni ismiya, sawa. Wakasema ya kuwa hii jumla ismiya inajengeka kwa maneno mawili ambayo yanafaidisha maana iliyotimia na yenye faida. Watusamma jumlatan mufidatan, na hiyo jumla inapokuwa imekamilika, imeleta maana iliyokamilika, tunaiitaga jumlatan mufidatan, ni jumla ambayo ni yenye faida, ambayo inafaidisha maana na makusudio, sawa. Wametuletea mifano hapa ya jumla ismiya, jumla ambazo zinaanza kwa jina, sawa. Muhammadun talibun, Muhammadun ni mwanafunzi. Albabu mughlaqun, mlango umefungwa. Almindilu wasikhun, kileso ni kichafu. Huwa muslimun, yeye ni Muislamu. Huwa ingekuwa tungesema tunataka kuashiria ambaye ni wa kike, tungesema hiya muslimatun, yeye ni Muislamu, sawa. Dhalika qamarun, ule ni mwezi. Fatimatu talibatun, Fatima ni mwanafunzi wa kike huyo. An-nafidhatu maftuhatun, dirisha lipo wazi. Al-qahwatu ladhizatun,
kahawa ina ladha, sawa. Hiya muslimatun, yeye ni muislamu wa kike, yaani ametumika hapo hiya, sawa. Tilka shamsun, ile ni jua, lile ni jua. Tilka shamsun, lile ni jua. Hasa hapo amekuja ametuletea ibara hapo, ametuletea maneno, kisha anatuonyesha alama ya kosa, kisha anatuletea usahihi wake. Haqibatu man hadha, kosa. Haqibatu man hadha, hii ni begi ya nani? Sasa unaashiria hii ni begi ya nani, unatumia hadha, unakushatumia hadhihi, sawa. Unapaswa kusema haqibatu man hadhihi kama walivyosahihisha. Al-ghurfatu maftuhun, hii ishakuwa al-ghurfatu muannath, alafu unasema maftuhun, kosa. Unapaswa kusema maftuhatun. Al-ghurfatu maftuhatun, chumba kimefunguliwa au kipo wazi, sawa. Na hapa chini wanasema Muhammadun talibun, Muhammadi ni mwanafunzi, sawa. Neno Muhammadu hapa ni jina ambalo limeanza jumla, tunaiita kuwa ni mubtadaun, na hili lingine talibun tunasema kuwa ni nini? Ni khabarun, ni khabar. Muhammadun talibun, maana Muhammadu ni mwanafunzi. Hiyo talibun ni khabari ya nini? Ya Muhammad, ambayo Muhammadu ni mubtada. Umeitwa mubtada kwa sababu yani yubtada bihi aljumla, yani jumla imeanzwa kwa hilo neno au kwa hilo jina Muhammadu, sawa. Ndio hilo jina ambalo linaanza kwa hiyo jumla, tunaliita kuwa ni nini? Ni mubtadaun, sawa. Tilka shamsun, lile ni jua. Hii tilka ni jina la kuashiria, ndio, lakini pia vile vile ukishasikia linaitwa ismu ishara, maana ni jina, sawa. Ni jina lakini ni jina la kuashiria, kwa hiyo imeanza nayo jumla, tunaliita kuwa nalo pia ni nini? Ni mubtadaun. Kama kisi tulivyosema ya kuwa aljumlatul ismiya tatakawanu min mubtada'in wa khabar. Jumla ismiya pia inajengeka kwa maneno mawili ambayo ni mubtada pamoja na khabar. Inaanza kwa jina, lakini maneno yake hayo mawili ambayo yanajengeka yanakuwa ni mubtada pamoja na nini? Na khabar. Tilka shamsu inakuwa tilka ni mubtadaun na shamsu inakuwa ni nini? Inakuwa ni khabar. Tayib, hakadha. Thumma baada dhalika, hapo ndio itakuwa mwisho kwenye darasa la 6 huko kwenye upande wa sharhu. Baada dhalika tukienda kwenye matnu, kuna tamarini ambazo zimeletwa, ambazo hizi tamarini zitazitumika kama wajib. Tamrini ya kwanza wanasema iqra waktub, soma na uandike. Hadha masjidun wa hadhihi madrasatun, huu ni msikiti na hii ni shule. Man hadhihi, huyu ni nani? Hadhihi ukhtu Abbas, huu ni dada wa Abbas. Hadha dikun wa hadhihi dajajatun, hii ni jogo na hii ni kuku jike. Hadhihi dikun tusifananishe na Kiswahili ndugu zangu. Dikun ndio jogo, sawa. Kisha dajajatun ndio jike, kuku jike, sawa. Hadha dikun, hii ni jogo, wa hadhihi dajajatun, na hii ni kuku jike. Hadha ibnul mudiri, huyu ni mtoto wa mudir, mwalimu mkuu. Wa hadhihi bintul mudarrisi, na huyu ni binti wa mwalimu, sawa. Hadhihi ummu Yasirin, huyu ni mama wa Yasir. Aina qidrul lahmi, kiko wapi chungu cha nyama? Kipo wapi chungu cha nyama? Hiya fi thallajati, kipo kwenye friji. Athallajatu maana yake nini? Friji. Athallajatu hiya fi thallajati. Unaona qidru hapa hiya ndio imerudia nafasi yake kwa sababu qidru ni muannath, sawa. Hiya fi thallaja, kipo kwenye friji. Hadha babun, huu ni mlango. Wa hadhihi nafidhatun, na hili ni dirisha, sawa. Kisha hapa kwenye ukurasa huu unaofuata wamekuletea picha ya vitu, kisha wanakuuliza ma hadha wa ma hadhihi, hiki ni kitu gani na hiki ni kitu gani. Lakini hapa hii ma hadha imetumika kwa kuulizia chenye ni cha mudhakkar, na hapa ma hadhihi imetumika kwenye kutuulizia chenye ni cha muannath, sawa. Kisha hapa utaanza kama hii ya mwanzo hapa ni qalam utajua ni mudhakkar ni muannath. Qalamu ni mudhakkar, utasema hadha qalamun, hii ni kalam. Hadha kadha, hadhihi kadha wa kadha wa kadha. Kwa hiyo mtu unakuwa unaandika, na hili pia wanafunzi mtalitumika kwenye wajib, sawa. Thumma baada dhalika tutafanya tashihul wajibat, tutasahihisha hizo wajibat, homework.
Tamrini ya tatu, zoezi la tatu linasema iqra'il mithala, soma mfano, wa kawwin jumalan ala dhirarihi, na utengeneze jumla kwa mfano wake. Yani tazamia mfano kwenye huu mfano waliokupa. Haya, wanasemaje hapa? Wanasema Muhammadun talibun, Muhammadu ni mwanafunzi, Muhammadun talibun. Kisha huku wakafika wanaleta jina la muannathi, sio Muhammadu tena. Wameleta jina la muannathi huku. Muhammadu upande huu ni mudhakkar, huku wameleta jina la muannathi. Wakasema Aminatu, ile talibun inafika inageuka, haitobakia kuwa talibun kwa sababu huku ilikuwa inaonyesha mudhakkar. Sasa huku ni muannath, na sasa tunasema Aminatu talibatun. Amina ni nani? Ni mwanafunzi, sawa, lakini mwanafunzi wa kike, tofauti na huku Muhammadu ni talibun, mwanafunzi wa kiume, sawa. Na sasa hapa wanakuletea sasa hapa Hamidun tabibun, Hamidu ni daktari. Huku sawa wamekuletea Fatima, jaza. Andika huku daktari wa kike, utafuna andika aje? Fatima ni daktari, utafuna andika ni daktari, utaandika aje hapo? Na unaweka harakati. Huwa muslimun, yeye ni muislamu. Lakini huku kwenye upande huu wa muannath imekuja kwenye nafasi ya huwa, inakuja hiya. Tofauti tunasema aje? Tukitaka kusema yeye ni muislamu mwanamke tutasema aje? Albabu mughlaqun, mlango umefungwa. An-nafidhatu tutasema aje? Tutasema hivyo mughlaqun au tutasema neno lingine? Sawa. Almindil wasikhun, kileso ni kichafu. Alyadu, tutasema yadu, mkono ni mchafu, tutasema aje? Tutasema hiyo wasikhun au kuna vingine vitaongezeka au kupungua. Ashayu harun, chai kina moto. Alqahwatu, jazia. Almasjidu ba'idun, msikiti uko mbali. Almadrasatu, At-talibu maridun, at-talibatu nukta wameweka hapa. Alhisanu sari'un, farasi inakwenda haraka haraka. As-sayyaratu, tunajazia huko. Al-qamaru jamilun, mwezi ni mzuri. Ash-shamsu, shamsu tutasema hiyo jamilo tutabadili. Tayeb. Al-abu jalisun, baba amefanyeje? Amekaa. Al-ummu, tukasema mama amekaa, tutasema aje? Al-ummu nitajazia hapo, sawa. Thumma baada dhalika, tamrini ya 4, zoezi la 4 hili limekuja sahihil jumla al-atiyata, sahihisha jumla zifuatazo. Sahihil jumla al-atiyata, sahihisha jumla zifuatazo. Jumla ya kwanza wamesema haqibatu man hadha, hapo kuna kosa, inabidi usahihishe. Alghurfatu maftuhun, kuna kosa, sahihisha. Hadha sayyaratu tabibi, kuna kosa, sahihisha kutokana na yale ambayo umeshayasoma, sahihisha hapo, sawa. Hadhihi miftahu sayyarati, badilisha hapo, sahihisha. Aina sayyaratu? Huwa fi shari'i, ipo barabarani. Ashari'u ni barabara. Hapo kuna kosa, hapo kuna sehemu kuna kosa, badilisha, sahihisha hapo. Tamrini ya 5, zoezi la 5 linasema iqra waktub, soma na uandike ma'a dhabti awakhir alkalimati, kwa kuchunga mwisho wa maneno, uwe makini mwisho wa maneno. Hadha li Muhammadin, hiki ni cha Muhammad, wa dhalika li Hamidin, na hiki ni cha Hamid. Hivi vingine vinabaki mimi sivisome, sitaki kuwapa majibu. Mwe inabidi muandike na muweke harakati ili nione kama mmeelewa. Alkalimatu aljadidatu, maneno mapya ambayo yanaweza akawa yamekuwa ni mapya kwako kwenye hili darasa ambalo ni darasa la 6. Ni nini? Almikwatu, pasi. Ad-darajatu, baiskeli. Almil'aqatu, kijiko. Alqidru, chungu. Albaqaratu, ng'ombe. Alfallahu, mkulima. Alanfu, pua. Alfamu, mdomo au kinywa, inategemea na jinsi tunakuwa tunakusudia. Aludhunu ni sikio. Alyadu, mkono. Arrijlu, mguu. Ashayu, chai. Al-ummu, mama. Athallajatu, friji. Alqahwatu, kahawa. Sari'un bimaana haraka, sari'un. Mfano nasema alhisanu sari'un bimaana farasi ipo mbio, yani farasi huwa farasi inakwenda haraka, sari'un. An-nafidhatu, dirisha.
Jiddan maana yake sana, jiddan maana yake sana. Na hapa ndio itakuwa mwisho wa darsa la 6. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuzidishie elimu na aturuzuku ufahamu sahihi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.